Udastin. Naenda ni katikati. Oh. Sasa umeniambia ulishikangwa. Hiyo story ilienda aje? Hebu tueleze. Sasa from episode yenye imepita tulikuwa tumefika mahali nilishikwa. Tumefika sasa kotini. Si ndio? So kotini judge amenidunga cash bail ya 2k. So hii cash bail ya 2k inafaa iwekwe hapo kotini ndo niende nyumbani. Sasa nilikuwa nakuja nilikuwa nakuja kesi ya like natoka home nakuja kesi. So hii 2k inawekwa hapo ni in case maybe ushikwe na kesi ama jamaa mwenye upotee, jamaa mwenye amekuwa accused, unajua ata win kesi automatically alipwe na hiyo do. Actually kesi ilikuwa inanisumbua ni kesi ya Kaduda. Hii kasi mkadogo hii. Nilipatikana Kaduda ilikuwa imepotea. So sasa saa hizo karao wameficha simu yangu. Hii Kadunda before hii Kadunda ilikuwa umenunulia mtu. Hii Kaduda venye kesi imeandikwa ni kuwa nilipatikana na stolen property. Okay. You are found with stolen property. So having sasa tumefika kotini. Nikaambiwa uko na 2k uende home ama ulale ndani. Saa hizo karao ikabidi ulale ndani. So sasa sina hiyo 2k, simu hakuna. So napelekwa sasa Nakuru prisons. Juu siwezi rudishwa cell. So Nakuru General Prison. Hiyo prison kubwa hiyo. Ya kuweka wafungwa. Ukiingia huko prison siku ya kwanza. Ukiingia ndani venye unafanyiwa sasa unaenda unatoa nguo zote. Unatoa nguo zote. Kiatu na mshipi. Hakuna, unatoa nguo zote, unatoa hadi viatu uangalie kama kuna kitu umebeba. Unakaa Dede zero. Ala, okay. Unainama hivi unaangalia huko nyuma. Venye wanaangalia huko nyuma. Okay. Mpaka huko nyuma. Hiyo ndo karao anafanya. Na yaani uko zi venye ulizaliwa. Unatoa nguo na bagi venye ulizaliwa. Venye ulizaliwa. Wanaangalia. Wanakucheck. Mimi nikachekiwa. Nikaingia huko. First day iko remand. So remand vile mnakaa ni kahol kakubwa, room kubwa hivi mrefu. Hiyo room iko na ceiling na lights zinawaka, kuna running water, kuna choo on one side. Alafu kuna running water. Maji na run like running water, yes. So tuko hapo sasa remand na running water, alafu mmewekewa mattresses, mnalala wote hapo. Mnalala nyinyi wote kwa hall. Kwa hall mnashare blanketi moja watu wawili. Hizi mattresses actually hazinanga cover. Ni utoe jacket uwekelee kwa kichwa kitanda ndo inhale hiyo dust. Ulale. Na actually usingizi inakujanga. Leo nalala most of the time kwa sababu hakuna kitu ya kufanya. Asubuhi mnakunywa chai 8:30. Si chai, hata uji inawekwa kwa plate. Uji ingine thick. Kama ile ya high school. Si kama ile ya high school. Ingine thick inamwagwa hivi na nguvu ndo iweze kutoka. Okay. Na ile shuge napewa hapo asubuhi 8:30. 10:30 lunch time. Ugali ingine nyepesi sana na supu ya greens. Yaani supu ya greens, cabbage. Greens ama cabbage ni. Inaboiliwa tu mingi alafu inaunda supu. Maji. So hiyo maji mnapewa so amkuli mboga, mnapewa tu hiyo maji yake. Maji hiyo ni 10:30 lunch. Supper 1. Koja. 10:30. Asubuhi. Hiyo ni lunch. Hapa mnakula 1. Alafu mnalala mnakaa ndani hadi kesho asubuhi 8:30 tena ndo mtoke.
Na amukusikia njaa sana? Nikufungia bana, unasikia njaa inafika point wakati unafika siku ya kwanza una appetite na anything, lakini after a few days unaanza Kuadapt. hiyo njaa sasa inaanza kukupiga, inakulima sasa vizuri. I'm imagining mtu anakulanga mara 3 kwa siku. Unakula asubuhi, unakula lunch time, unakula supper. Sasa supper haiko. Ngori. So asubuhi so lunch, after kula lunch. Utakula lunch sasa. So one day nikiwa hapo nikasema acha actually ukiwa prison unaweza tumia hiyo cash bail yenye ulikosa kuraise uende home instead ya kukaa prison ukiattend case, kwa sababu case inaweza take like 3 months. Inachukua time sana hii Kenya before amue. Alafu huko ndani ukikubali kesi wanga wanakufunga maybe for 2 weeks. Kuna watu walikuwa wamefungwa hata for 1 week. Tulikuwa na wao. Walitoka hata alafu unaachiliwa. So wakikufunga for 1 week si eti unafungwa hiyo time yenye umepigwa mention, bado utarudi kuconfirmiwa kotini. I can't actually remember very well, lakini that's how it happens kind of. So inachukuanga time, unaweza kaa 3 months ama 1 month ukitoka prison ukienda kotini, which inakuestia time. So wanatuma cash bail ikuje kotini, unaenda unalipia kotini, alafu unaleta mtu anakubail out, analeta karatasi kotini prisons, alafu unaachiliwa unaenda home. So mimi nimekaa hapo day 1, day 2 hivyo kinaumana, day 3. Alafu unajua sasa ukiwa huko cell kuna hizo kuna hiyo tu msukumano, yani food nini wase wana trade. Msee anatoa shati bana, anapeana apewe food. Unatoa shati unapeana. Unauza shati unabaki hivyo. Utatoa ingine wapi? Si unabaki hivyo nini bana? Kuna wase hata hawana viatu. Yani kwa njaa that unapeana shati. Alafu kuna wase wanavisitiwa, unaletewa sabuni, una trade hiyo sabuni kwa ndio chakula. Ndio chakula. Alafu kuoga nisikianga watu wanaoshangwa na ile pipe na unaoga huko unaoga, lakini hakuna sabuni, unaoga na maji tu. Na ile gunia. Hakuna gunia, hakuna anything, maji tu, unless umekuwa visited na ulete hizo vitu zote. Huko sasa hivyo, hiyo ndo life ya huko bana. Ni hatari, danger. So kaka hapo day 1, day 2, day 3. So unajua, alafu hapo kunakuwa na wase wanaweza smuggle vitu ndogo ndogo kama kuber huko ndani. Nini ya kuinhale. Unajua hiyo tobacco hiyo ni poda, yenye ni poda imewekwa kwa sachet. Na hiyo nimekangwa hapa. Wase wana smuggle huko, zinafika huko ndani. Hata sigara kuna wase wanaweza smuggle hadi ifike. Smuggling wase ni hatari, hata ingawa unachekiwa hadi huko. Unalala usiku unasikia kuna mzee anavuta fegi. Unajua maafanda wakisikia vitu kama hizo, kesho ni kiboko. Kuja tukapigwa bana siku nyingine hapo, sijui kuna jamaa ameweka hiyo unga ya kuinhale, ameweka ndani. Tukauliza, mimi hata sijaiona mtu akipiga hiyo kitu, lakini sasa ilipatikana. Na lazima umtandikwe, lazima unyoroshwe. Lazima mnyoroshwe. Museme ni nani? Tulinyoroshwa hapo, kila mtu kiboko, mnapigwa na pipe. No. After a few days nikagonjeka sasa, lakini nilikuwa nimepiga simu, nilikuwa nimepata simu ya afande fulani hapo. Nikapiga simu home, nikaambiwa nitumie cash bail ama watume mtu. So fortunately walikuwa wana process hiyo do. After a few days nikagonjeka sana, ile nalala, na nilikuwa nasikia ni kama niko na fever. Alafu niko na running nose nyingine hatari. Silali usiku. Nimeanza sasa kutetemeka ile physically. Ukienda hospitali ya huko wanga hawasaidii. Hospitali yao haisaidii kitu. Hata inaga dawa, ni bure sana. Unaweza kufia huko. Yaani hakuna mtu ako na haja na life yako hapo. Hakuna mtu ako na haja na life yako. Sasa mimi nikakaa after 14th day ndo msee alikuja. Akaleta karatasi ya cash bail. Mimi nikaitwa, nimelala hapo bana, niko mgonjwa natetemeka. Kasikia jina langu imeitwa hapo. Nikaenda nikaona ngoja nafikia kuna noma hata. Nikaambiwa twende huko ofisi, nikapata msee boys in hiyo karatasi ya cash bail imeletwa.
nikaprocessiwa hapo, nikakaa chini, nikaambia unajua sasa sijui unaweza rudi huku bla bla bla. Hiyo unajua sasa wanajaribu ku advise uende ukuwe mtu mzuri pia umeonja maisha huko so kakaa huko, nikaprocessiwa, nikaishi, nikakuta nao jamaa, nikaishia. Venye nafika kwake jamaa ananiambia huko prison hatari ni noma. Fire ni fire so after a few, so nikaenda hapo nikaponapona. Hata hiyo kesi sijawaenda, iliachilia kabisa. Nikasema wanipigie wakuja wanishike tena, lakini hawajawahi nishika fortunately. Hata huyo jamaa mwenye alikuwa anani-accuse ni best yangu, tunaongea naye on Facebook. Alichorea story, aliona hii ni ufala, alikuwa anataka kunitesa tu bana. Yani rafiki yako ni best yangu ameamua kunitesa. Hiyo ni noma. Hiyo ni noma. Lakini mbona alikuwa ameamua kuweka ndani? Ni best yako. Siwezi jua, unajua sasa alikuwa anaona maybe anaweza extort some quick money. Anaona niko na dough sana, so maybe ali underestimate. Unajua unaweza ona msee ako na dough kumbe hana eni. Anaona nikaa niko na cash lakini sina eni. So alikuwa anaona akiweza nifinya kwa kona naweza toboka, hata kama Samula maybe hapo atoke kama dao kadhaa. So hapo ndo kumefika bana venye. So this guy tumekaa hapo, hii kesi ikaisha, mimi nikaendelea na maisha, lakini hajawahi nipigia simu na niambie eneo ile kesi kuja juu ningeenda. Sijawahi enda. Unaweza advise hadi na vijana wenye wako na marafiki wenye wanaona, kama kuna rafiki yako mwenye unaona anaweza ingiza mwingine kwa ngori, unaweza wa advise aje? Ninaweza ku advise kuingia kwa ngori huwezi zuia. Saa zingine vijana, saa zingine unajipata sababu unacheza pool mahali, ama umeenda unapiga quarter yako pombe weekend, ama una watch ball, hata kidogo mnashikwa. So mostly Kenya huwa ina happen hapo, ukishikwa unajua unaandikiwa kitu kama loitering, kitu kama ama drunk and disorderly. Hizo vitu zinaitangwa misdemeanor infractions ama petty crimes. Unajua petty crimes, drunk and disorderly, loitering, petty crimes. Those are small crimes, like haziwezi kuweka ndani sana. Maximum maybe 3 months, maximum 1 year, depending on severity ama evidence umeshikwa nazo, ama umeshikwa na vitu ndogo. So mostly have money so that you can pay some fines na utoke. Wewe kuwa tu na do na whatever kama kisha jina si yako na hapo. Unajua sasa kudanganya koti pia unajua ni it's another offense. It's another offense, like unaweza andikwa kitu kama impersonation number 1, ama uandikiwe kesi ingine tofauti hatari tena. So the best way possible ni ulipe hiyo fine. Kama huna sasa utakula maragwe na supu ya greens. Na supu bana. Sasa hata hiyo maragwe unapewa hapo ni maragwe mingi sana na kaugali kadogo. Unapewa maragwe mingi na kaugali kidogo. Na unapatana watu kao ngapi hivyo kwa prison? Prison iko na watu more than 1,000. Watu wengi sana. A very small prison holding several people. Hakuna nyasi huko, imeisha. Watu population it's so big. Watu ni excess. Kwanza ukienda hiyo remand section hiyo, watu wanaenda attend makesi, watu wamejaji, watu wanafungwa si wengi. Unajua watu wanaarestiwa na watu wanafungwa si, watu wanachiliwa si wengi. Huko bana yani watu ukitaka kutan ni mutano wote. Unaita jamaa yako huko unamwambia we tutan sasa. Ala, ndio mzunguke umefika. Ndio mzunguke. Ndio umefika hata lala hadi huko kwa choo huko. Mkizunguka mnazunguka wote. Mnazunguka wote bana. Na huko kwa choo huko sasa tunajua watu ndio wanakanyaga huko. Mzee anaingia huko kwa toilet ameenda na viatu na anatoka hivyo anapitia hapo mahali umelala. Kuna space katikati hivyo.
Unajua ni kwa choo bana, imekaribia na kwa choo, so si place poa ya kukaa. Hiyo maisha ni ngumu. Na choo haifungwi, iko open. Iko Open, so mnapitia tu mnaenda hivi. Hatari. Hata mtu akienda haja kubwa choo haifungwi iko. Okay, inafungangwa. Unaona, unajua kuna time nilisikia choo za Uganda. Actually Kenya iko better. Nilikuwa nasikia choo za Uganda melala hivi, so toilet iko katikati hapo. So hapo unaenda haja kubwa kila mtu akiona. Na hakuna kitu kama toilet paper hivi. Hakuna vitu kama hizo. Prison tissue ya nini? Tissue ni maji. Unaosha. Hiyo ni hatari. Ndio umalize na uoshe. Sasa bukati kwanza nichukue mtu anipigie. Hata ni sawa, hata tumalize ndo next time tu tutamalizia hii show. Ongea tu, unaweza ongea. Hello. Hello.